Haiwezekani kivipi wewe? Haiwezekani kivipi? Ndugu yako akija kujua kama mimi na wewe tunapendana. Atajua aje kwani sisi tu wazima. Ndio. Hamna shida. Mimi nimeshakwambia kwamba msiku nakupatia siku 3 tu. Mambo atakasha kwa vizuri, wewe usijali bwana. Ya, usijali. Ndio. Ya. Wewe ina shida, mimi nitakuunganisha moja kwa moja na meneja mwenyewe. Wewe niamini. Ndio, niamini kabisa. Asante. Vipi kuhusu ile swali langu? Yaani mpaka sasa hivi hujanifikiria hata kidogo. Unajua mwanzo nateseka. Hebu unajua mimi nateseka kiasi gani kwa ajili yako? Asisikilize kama kitu kimoja. Au mama wako kupotezea tu. Unajua Asia, kiukweli wewe ni mwanamke mzuri ambaye hakuna mwanaume mwenye akili zake anaweza kushinda kama kaambiwa jambo kama hilo afa kukataa. Lakini niseme tu kwamba mimi nimejifikiri sana, ni kama kwamba kuna hatari kubwa sana. Hatari gani? Mimi ile jambo nimejifikiri kabisa. Nimejifikiri kabisa muda wa kutosha. Lakini bado mashaka yangu yako pale. Kuna hatari kubwa. Unajua tunaambiwa kama mapenzi ni kama chafya. Wakati mwingine chafya huwezi kuzuia chafya, ukizuia chafya unaumwa. Sasa kesho kushukuta mambo yakishakuja kunogewa hapa alafu baje kuja kukashesha kwa mkubwa wako. Mashaka gani? Najifikiri ndugu yako wewe akija kuligundua hili. Hata wewe ujue ndugu yako anaumwa pressure ujue. Hata jua chochote kile. Na kwa hili hawezi akatambua. Akija kulijua hili mwenzangu tunakufa kabla miaka yetu ya kufa haijafika. Wewe si watu wazima, kwa nini tumdhihirishie aliyokuwa na sikiliza, tunaambiwa kwamba mapenzi ni kama kikohozi mwenzangu, mapenzi hayafichiki. Mapenzi yana cha utu uzima mwenzangu, mapenzi yanazama miaka au nini? Mapenzi yanaweza kukuzingua mpaka ukachanganyikiwa. Mapenzi hayafichiki. Wewe najua kesho ukianza kunogewa hapa ndio utaanza kulitia moyo maajabu afu aje kujua. Akijua wewe ni kubalia. Kwani akigundua kuna unajua hapana, tutakuwa umeniharibia, mambo yatakuwa yameharibika kabisa. Anaweza kavunja kila kitu hapa, vitu vyote kavunja, nyumba kabomoa. Nikubalie na kuomba usinikatalie. Njia silali. Najua kama mapenzi hatari sana, mapenzi hapa tukaumbuka mwisho wa siku ikawa balaa hapa. Amna, wewe nikubalie tu. Njia nakubomana naumia, nateseka. Nateseka sana kwa ajili yako. Unaahidi kama una kifua cha kuweka hili kabisa ukalihifadhi? I promise you hawezi akagundua chochote kile. Basi tujaribu tuangalie namna gani. Ningelikuwa tena uwezo wa kuyazuia majani. Yaani kila kitu hapa duniani kisituone. Ningefanya hivyo. Promise you hawezi akagundua chochote. Ila nakupenda sana na kuahidi dada hatagundua chochote kile. Hiyo ni siri ya mimi. Lakini ala kimya. Basi sasa tujaribu tuone. Sasa tujaribu tuone, lakini unaahidi kama utaliweka katika kifua chako. Yaani sijui kwa gisi nakupenda. Usitemi. Sidhani kama anaweza kugundua. Yaani kimya. Sio na hofu. Kimya. Yaani usio na hofu. Tafadhali kabisa. Ukiwa na mambo hayo unataka kuniambia, unaniambia simu zipo. Unasema utakuwa na kesho tunakutania huko. Nipigia simu na niuliza kama niko nyumbani au vipi tunapanga. Nashukuru. Lakini tafadhali siri kinyume chake. Yaani
tunakufa kabla siku zetu hazijafika. Yaani natamani nikukumbatie hapa. Nijue tu anaweza katokea katugundua. Kwanza wewe nenda kwanza sija kaja akakutana tu kwa hapa kusimama hivi. Hivi na wewe kusema hivi peke. Na ufia haya majani na ufia haya majani ni masuala hata usutu haya majani akaditema ikawa bala. Na ila nashukuru sana. Why na subiri simu yako. Hamna wasiwasi wewe mengine toka tunaongea kwenye simu. Tena mimi nikianza kukuita. Kabisa. Sio kurupuka tu nipigie masimu ndio niko na ndugu yako. Ikawa bala. Haina shida. Ila nashukuru. Haya wewe nenda bwana. Wanje, karibu. Za siku nyingi. Asante, salama, karibu. Siku nyingi atuletee vizuri. Yaani muda unakuwa mdogo sana. Ni aje shosti? Salama. Siku nyingi yani nimekumisi. Yaani busy na kazi. Mbele ya yote kwanza nasikia kiu. Yaani nimeshazunguka mitaani juu ya kudai. Si unajua tena mama. Nakwambia mambo ya business hayo. Ni hata. Asia! Asia! Hata sijui kwa wapi. Asia! Asia! Mleta maji ya kunywa, kuna mgeni hapa. Kuna durusu hapa yani. Utaweza yani mwalimu hachagi mambo yake. Unajua tena. Na haya niko nasoma hapa nitaidarasisha samedi. Inshallah. Unajua tena mambo yake. Vipi business zinaendeleaje? Na pole tu tunamshukuru Mungu sana. Pe mgeni maji ameshoka. Karibu nyumbani. Leo umetuletea vizuri. Mbona mkoneta nyumbani? Tapata tabadali. Mimi niko ndani. Mama vizuri yani, hakosi yani. Nikwambie. Yani thank you. Lakini biashara inaenda vizuri. Salama lakini tunapiganika tu kidogo. Yani mijitandio najua utapenda tu. Kama kawaida yako. Fashion mpya. Unajua tena. Ewa, na hapa kama ukunileta mijitandio miwili mitatu, taumia sana. Kweli? Unaona? Yani nimechagua kala zako yani. Nzuri kweli. Ushaona? Yani vile wenyewe napenda kala kabisa. Yani hizo ndo kala zangu. Unajua tena najua vyako. Lakini sasa tatizo shosti. Sijakata kununulia. Ila unajua mimi sichukui kitu bila idhini ya mume wangu. Yani mwenye kumtii mume wangu. Yani wewe hapo hauna hata jamani. 20,000 ndani za kumenda zikosa. Nitakuwa niko Mungu, niko mnafiki. Nitakuwa niko nazo ndani kabisa ila siwezi nikachukua bila idhini ya mume wangu. Lazima niruhusu. Kwa hiyo wewe niweke hizi njano na weupe. Kesho nitamwambia alafu kesho niache naomba ruhusa akinikabidhi pesa akiniruhusu basi uniletee nichukue. Unajua ndio kazi yangu kutembea. Yani hapa asubuhi na mapema nakuletea. Lakini bila idhini yake hapana. Inakuwa sio muungwana na sio staarabu. Mambo ya kumtii mume. Unajua tena rafiki yangu. Ni akata hivyo. Lakini huyu ambaye anakuja ameniletea maji. Ni nani kwako? Si mdogo wangu. Asia. Mdogo wako? Mdogo wangu. Baba mmoja mama mmoja ni Aisha na Asia. Mdogo wako kweli? Baba mmoja mama mmoja. Hapana niambia ukweli labda masikio yangu. Mdogo wako kweli tumbo moja? Mdogo wangu anasoma hapa university, nimemtoa nyumbani nje kumsomesha university. Kwani vipi? Tumefanana? Mbona uko surprise? Yaani mpaka hivi sijaelewa kama kitu chenye nilionaga juzi na hapo unaniambia tena ni mdogo wako. Kitu uliona? Yaani mimi nimemwona guest juzi na mdogo wako wameshikana mikono. Sio kusema eti mmoja yuko mbele mwingine nyuma, wanashikana mikono kabisa. Mume wangu mimi. Mume wako wewe? Hassan, Asadu. Huyo ambaye unajua mume wako wewe. Hapana. Hapana rafiki yangu. Labda umfananisha. Mimi nimfananishe mume wako kweli? Hawezi. Hawezi? Yaani mume wangu mimi nampenda, namheshimu, ananipenda. Sione hata kama kwanza mambo ya guest wapi na wapi.
Haiwezekani. Sina ubaya na mume wako. Na huyu mdogo wako namuona sasa hivi. Niko hata simfahamu. Shoga yangu hapa sio swali la kupenda au la kutokupenda. Maana navijua sana unampenda sana mume wako. Ila mimi siwezi kumsemea uongo mume wako. Mimi nimemuona. Rafiki yangu hawezi. Hauwezi kufanya kitu kama hicho. Ule ni baba wa watoto wangu na ana heshima zake, hawezi. Alafu ule ni mdogo wangu damu. Sioni mimi kuna shora kujiu. Yana shemeji yake. Ni kitu kiwezekana. Yaani siona hata nikuexplique aje. Maana mimi sina ubaya na mume wako na huyo mdogo wako nilikuwa sijui hata kama ni mdogo wako namuona sasa hivi ananiletea maji. Mimi nifananisha. Rafiki yangu unaweza kumfananisha yani mume wangu ni kitu hakiwezekani. Rafiki yangu, yani hilo so nakuamini, nakupenda na kila kitu nakubali macho kinaambia kwa hilo kwa wangu mume never. Mimi never sijaja hapa kwa sababu ya hayo mambo na wala tastahili kuwachunganisha, ila iko siku utapata uthibitisho na utakumbuka. Na Mungu asijalini upate, maana mume wangu ninamwamini, ninampenda. Unajua duniani hakuna gasi. Alafu ni mdogo wangu kwanza, sioni hata kama ashora kujua mbele ya shemeji kufanya vitu kama hivi. Sasa mimi unaona kama ningekuja kumjulia mdogo wako nilikuwa hata simjui na mwana. Alafu labda ulikuwa umechoka shosti. Nimfananishe mume wako wewe Hassan ametoka guest na mwanamke tu hivyo mkononi. Mume wa mwalimu Aisha. Hapa. Iko siku tajionea ukweli, maana kama mimi nimewaona juzi wengine wataona kesho. Nasema niombe hata dua yasifiki maana. Da tayari imeshafika. Hapana rafiki. Aha. Wewe niletee mtandio wewe wa njano na mweupe. Achana na hivyo vitu shosti. Jamani, mimi kesho nakuja kufanya biashara zangu hapa na uniletee rafiki yangu, uniletee usijali Basi kushindikizi wanawahi kidogo. Hapana na mimi nawahi. Msie, karibu mume wangu. Asante. Habari za saizi? Habari za muda? Namshukuru Allah. Jambo. Mtoto wangu. Naam. Karibu. Mabudu na yeye. Kwanza nikuwa hapa. Kwanza viatu wangu. Sana kazi. Asante. Toka lini mmeanza kwanza kupokea simu na kimbia namna hii? Subhanallah. Halo? Sheri, sikiliza kwanza mimi. Please, nisikilize kwanza. Nimeshakwambia wakati mwingine usio unipigia nikiwa nyumbani. Leo nimekwenda nyumbani mapema. Niko nyumbani kwa sasa. Hautapigia baadaye bwana. Wewe vipi? Nitakukamatisha bwana. Nikamatisha. Sio kwamba unanipigia. Nimekupatia ratiba ya saa ambazo nitakenda kuwa unanipigia. Saa zingine noma, sisi tunabanwa. Haya basi, baadaye. Haya. Mume wangu anakimbizwa na simu mama. Samahani. Habi. Kulikoni mume wangu? Sio. Sasa umekimbia namna hii, sijamaliza hata kuvua viatu. Kwani kuna tatizo gani kwenye simu? Jamani vuga sana. Jamaa gani huyo ambaye unakimbia mpaka yani umenishangaza? Acha naye tu kwanza. Habi. Sio. Unanipa mashaka mume wangu. Hebu niazime simu kidogo. Simu faini tena. Niazime kidogo, nataka kumpigia mtu fulani. Ya kwangu haina nini? Wewe simu, wewe simu yako simu. Nisaidie kidogo mume. Sasa toka lini ukaninyima simu lakini? Wewe si una simu, tena simu kubwa. Vocha full. Sina vocha. Bwana. Hebu nisaidie simu kidogo. Kwanza bwana, mpigia simu bwana. Mungu kulikoni lakini? Hakuna kulikoni, wewe simu ni simu yako sikupali. Kama unataka kupigia simu yako kama una vocha na mimi nikununulie vocha kuletea vocha. Wewe ndio nani? Ule ndio anakuletea vocha. Sasa
toka lini kwanza tukaanza kufichana simu, tukakata yaani ukawa ukiitika simu nakimbia. Vimeanza lini hivi? Wewe achana na kwanza hiyo mambo. Sio leo wakati mwingine tena watu wengine wazingua nini watakana. Mume wangu je nakupenda. Hilo ninafahamu. Naomba usinumize moyo wangu. Au sio wasiwasi bwana. Wewe una wasiwasi na mimi bwana. Ujue ni maisha yangu duniani. Nafahamu. Muogope Mungu. Sasa mambo ya mawaidha au si muda wa mawaidha. Basi naomba tu simu kidogo tu nimpigie shangazi. Kuna mambo ambayo nataka kumwambia. Unang'ang'ana simu. Sina vocha kwenye simu yangu, mume wangu nisaidie simu. Mambo simu yangu simu kila saa. Zina dakika 2 tu. Sasa bwana password kwenye simu. Umeniomba password, umeniomba simu. Sasa toka lini ukaanza kutia password? Acha bwana. Wewe umeniomba simu ndio niomba password. Mambo password tena nini? Hebu password yako ni ngapi basi nifungue simu? Sio lazima bwana. Sasa umenipa simu nifanye nini lakini jamani? Simu nimekupa. Basi password ni nini? Mume wangu. Hivi ni wewe ambaye ninamjua. Sasa naomba password bwana wewe. Password nini? Sijui na mimi sikumbuki password zangu, sikumbuki vizuri. Kweli Yes, sikumbuki vizuri. Basi haina maana ya simu yako, nitakupiga simu sasa siwezi nikaingia kwenye simu yako. Itakuwa bora zaidi. Mambo mwingine sio kwa masimu bwana bila simu. Kweli Kwa simu yako. Haya. Leo kuna chakula hapo njia zangu kumsiki na nini basi. Njoo basi ukaoge kidogo nini. Na sio kuna mgeni au ni acha niangalie. Tazama bwana. Ni mama. Karibu, yani sikutegemea mama. Starehe mama wangu, starehe. Salamu alaykum. Alaikum salaam. Karibu sana. Yaani umekuja wakati mwafaka. Wazima. Karibu sana. Wazima mama. Afadhali hivi umekuja mama kweli. Afadhali umekuja. Salama wazima. Wazima. Tafadhali nimekuja. Karibu. Kabisa afadhali. Kuna nini mama? Karibu kwanza. Umeyakuta mimi nasikia? Yes, subhanallah. Kuna nini? Acha tu mama. Kwanza tupe kinywaji gani? Mimi nasikia nachoka na shiba, nimekuja na kula na shiba. Sina hamu ya kitu. Hautaki kunywa chochote? Hapana. Takunywa baadaye tu. Niaje sasa? Afadhali hivyo. Ni wote wazima? Jana usiku nimepigia simu mama. Abe? Jana usiku nimekupigia simu nilikuwa nataka uje afadhali hivyo. Nyumbani mama mko wazima nyinyi. Alhamdulillah. Wadogo zangu wazima. Wote wako ni wazima kabisa. Sawa kabisa. Vizuri sana. Tunamsifu Mwenyezi Mungu anatupa chochote. Ndio kusifiwa. Yaani huyu mwanao mama. Na yale mashamba vipi yale mashamba? Unaona kisa tukatikiza. Umekuja kwa kweli. Mama watoto wazima nyumbani. Wote wazima. Sawa kabisa. Moyo wangu unaniuma mama. Ule kamshuti vipi? Kamshuti hajapona. Ngoja kwanza. Kamshuti hajapona. Wewe subiri kwanza. Kuko maneno nilikuwa nasikia huko. Aseme vipi mama umeniita? Natamani hata niongee maana anajua anayofanya. Kweli? Mume wangu unavyomjua si ule ambao unamjua mume wa Aisha. Usinabii kama amegeuka. Amegeuka? Badilika kwa nani ni tena? Duniani wananitisha. Nini njoo mmembadilisha tena? Sisi hivyo tunaishi kwa nini mnafanyia ubaya wote kweli mume wangu mimi? Sijaviona hivyo vitu.